Ongelea watu wanaohusika kwenye upande wa mikopo. Ni watu ambao mnahusika kwenye upande wa mikopo. Hivi amuone kwamba mna kama vile yani ni kuzunguzungu, yani tuseme niiteje, ni kama vile yani kuzungushana. Yani mimi nataka mkopo. Unaniambia nitume email, niatoe orodha zangu, nitoe kila kitu, niandike, nitume email. Nikishatuma email ndio hela hii. Hivi kuna njia gani ya kutuma email ndio hela hii? Ndio nikopeshwe, yani ndio hela hii ofisini, na inaweza ikachukua takriban miezi 3-4 ndio nije nikopeshwe ndio nianze kufanya biashara. Sawa, nitafanya biashara ndio kama mlivyosema. Mtu akikopeshwa anakaa miezi 3 na mkopo una riba 5% kushuka chini. Sawa, tumekubali ndio. Lakini mngefanya utaratibu mmoja. Kama mmeamua kutukopesha sisi vijana, mnazunguka Tanzania ni kubwa, sawa. Tanzania ina miji mingi, mikoa mingi na vijiji vingi. Sawa. Lakini kila mkoa una utaratibu wake. Na kila mkoa una uongozi wake. Na kila mkoa una vijiji vyake. Tutoe mfano kama unakuta mkoa kama Dodoma. Bado kuna vijiji. Vijijini kuna viongozi wahusika ambao wapo kwa ajili ya swala hilo. Kwa nini wasikamate swala hilo bwana? Tunahitaji vijana kuanzia miaka 18 mpaka miaka 25. Si 35 kama unavyosema, 35 25 huko kama sikosei. Tunahitaji vijana wa design hiyo. Kama tunahitaji vijana wa design hiyo, wanakuja kwenye kijiji fulani, kijiji husika, kama wanaenda bai, kwa mfano wanaweza kufika bai wakaja kwenye kijiji fulani, wakawaita vijana wote wa vijiji bwana, kutakuwa kuna kikao kwenye ofisi fulani. Vijana kuanzia umri fulani mnahitajika kwenye ofisi fulani. Wanaenda vijana pale, wanapigwa semina kwanza kabla hawajakopeshwa mkopo. Wakishapigwa semina, vijana sasa ndio wanajua kae kikundi au mtu mmoja mmoja. Wakishakaa kikundi wenyewe wanajuana, bwana huyu mtu yuko hivi, tutabebana vipi. Na wakishafika viongozi wapo pale, kila kitu kinafanywa pale process. Kuna wengine elimu hiyo hawana. Eti unakuta kijana hajasoma la kwanza ameshalani, ila uwezo wa kufanya biashara hanao, na ni mchapakazi na biashara na uwezo. Na unakiangalia utabwaga kufanya biashara na kusema huyu wakimpiga tafu tu anaendelea, lakini hana elimu ya kusema kwamba afanye email hizo matakataka hayo mnaosema email hizo nini. Sio takataka, samahani kwa hilo, lakini hayo mnaosema sio email si nini, sio kila mtu ana uwezo wa kufanya mambo hayo. Tunajua kila kijiji kina uongozi. Kwa nini msitumie huo uongozi kufikisha hizo huduma zenu za mkopo? Sisi vijana tunauhitaji huo mkopo, tunauhitaji ndio, lakini sasa tunaupataje? Ndio hivyo inakuja hilo, wanasema hivi, mpaka mtu akushike mkono ndio upige hatua. Akushike mkono mtu ndio upige hatua. Sasa kuna wengine hatuna kaka wizarani, hatuna waziri sui nani, hatuna hata mwenyekiti wenyewe hatuna kwenye familia. Lakini ni wachapakazi, tunapambana nini. Lakini unasema hapa ningepata tu mkopo wa kiasi kadhaa, ningepiga tafu, ningesonga mbele. Lakini tunashindwa. Kinachofanya tunashindwa ni nyinyi uongozi. Uongozi ni mbovu. Sijasema uongozi wa kiserikali ni mbovu. Uongozi wa hili swala la mkopo ni mbovu. Haya, uongozi ufike bwana pale kwenye kijiji fulani kuna kiongozi fulani anahusika kwenye mambo ya mikopo, waite vijana, wape semina. Kisha wapa semina, bwana vijana huu mkopo ni wa kina nani wako tayari, ni sisi hapa tuko tayari. Haya, mnaandikisha pale, wanawajazia wenye elimu, wenye kujua swala hilo, wanawajazia hilo swala, mnakaa vizuri, mnajua na mnarejeshaje na hiyo hela, anawafuatilia na kuwa anawajua yule ambaye yupo kijijini. Haya, mimi natuma email, utanifuatiliaje? Nimetuma email, utanifuatiliaje? Si ndio hivyo kuzungushwa? Nimeshatuma email, hakuna cha mkopo, hakuna cha nini. Na ibaki tu nimetuma email, nasikilizia email kama katuni hivi. Sifanyi kazi zingine, nasubiriaga email nipate jibu la kupitia email. Hapana, hapo hamjakaa sawa. Rekebisheni. Kila kijiji kina uongozi na kila mkoa una uongozi wake. Fikisheni kwenye uongozi fikishe viongozi waite vijana wapate mkopo.